habari ya Krismasi kwa ujio wa Yesu Kristo. Na leo tunaenda kujifunza Yesu alikuja kuzivunja kazi za shetani. Yesu alikuja kuzivunja kazi za shetani kwa mwanadamu. Yesu alikuja kuzivunja kazi za shetani kwa mwanadamu. Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa 13. Lakini msomaji mwingine atafungua Luka ile sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 24. Karibu Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa 13. Alituokoa katika nguvu za giza. Amen. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Ishi hapo hapo tu. Haya, aliyopata Luka ile sura ya 8 22. Ndio kusoma Luka 8 mstari wa 22 anasema ndio. Kama ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni yeye na wanafunzi wake. Ndio. Akawaambia, "Na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa." Ndio. Wakatweka matanga, nao walipokuwa wakienda alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Ndio. Wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwamsha wakisema, "Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia." Ndio. Akaamka akaukemea upepo. Ndio. Na msukosuko wa maji. Ndio. Vikakoma. Kukawa shwari. Amen. Jamani, amina kubwa sana. Nimesema tunaenda kujifunza kwa habari Yesu, habari ya Yesu alikuja kuzivunja kazi za shetani kwa mwanadamu. Tunapozungumza Christmas ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo tunakumbuka, yani kama happy birthday, kama vile tunavyokumbuka kuzaliwa kwa watoto wetu. Tarehe ile ile tunafanya sherehe. Sasa hata Yesu wetu tunakumbuka, yani ni kumbukizi. Sasa kumbukizi la mambo ya rohoni ni tofauti na kumbukizi ya mambo ya mwilini. Kumbukizi za mambo ya mwilini tunakula, tunakunywa, tunaishia tu hapo. Lakini kwenye jambo hili, kumbukizi ya kumkumbuka Yesu alivyokuja linaleta matokeo kwenye afya za rohoni. Yaani kama vile tunavyofanya kumbukizi kwenye mambo ya mwilini, alafu miili yetu inachangamka, tunakula, tunakunywa. Sasa kumbukizi ya Yesu ni roho. Yaani ni Mungu, na tunapozungumza Mungu moja kwa moja tunazungumza mambo ya rohoni. Kwa hiyo Mungu kama ni roho na tunafanya kumbukizi hii kiroho, hii
Hizi madhabahu mbili ndizo zinazotamba katika ulimwengu wa roho. Sasa hizi madhabahu zina ushindani mkubwa. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza ile sura ya 18 tunakutana na kisa kimoja cha mtumishi wa Mungu anaitwa Elia pamoja na wale manabii wa Baali. Hawa watu, huyu mtu wa Mungu alipenda kuitambulisha madhabahu ya Mungu aliye hai katikati ya wale manabii wa Baali. Baada ya Israeli kuingiliwa na miungu mingine, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Elia. Akapenda amtambulishe Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Madhabahu yenye nguvu zaidi ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Ukisoma Biblia toka Mwanzo mpaka Ufunuo, madhabahu ya Mungu aliye hai ina nguvu. Ijapokuwa madhabahu zingine zina nguvu yake, lakini madhabahu ya Mungu aliye hai imezidi madhabahu ya Shetani. Na ndio maana Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Anasema, kwa maana jinsi aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nasema Bwana amemtoa Yesu Kristo, akazaliwa kwa namna ya mwili, akaja duniani kwa hali ya unyonge na udhaifu, ili avunje madhabahu zilizo ndani yako, zilizo ndani yako, zilizo ndani yako, zilizo ndani yako, zilizo ndani yako. Yapo maisha unaishi unadhani ni ya kwako, unafika stage unajizoea kwenye yale maisha, unaishi maisha ya mateso, maisha ya huzuni, kila wakati ni kilio. Ukikaa una amani, una furaha. Usiku unatamani kuwe mchana, mchana unatamani kuwe usiku. Maisha kwako ni magumu, huna raha, kila unalolifanya haliendi. Unashuhudia wenzako mambo yanaenda, wanatoboa, wanapita, lakini wewe unashindwa kutoboa. Nasema, ikiwa ipo madhabahu imesimama mbele yako kukamata maisha yako, jioni ya leo namtaja Yesu. Yeye ni madhabahu ya kweli, anaweza kupindua madhabahu ya huzuni, madhabahu ya hasara, madhabahu ya magonjwa, madhabahu za kulogwa. Yesu anaweza, anaweza Yesu kupindua madhabahu za kulogwa. Yeremia anasema, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani gumu linaloweza kukushinda wewe Mungu? Hakuna la kumshinda Mungu wetu. Nasema hakuna la kumshinda Mungu wetu. Akisaidiwa na mganga anafanya ushawishi wa wengine. Karibu ukae kwenye mateso. Nina mganga yuko Malawi, nitakusaidia nauli ya kwenda na ya kurudi. Jamaa, usiishi haya maisha. Unakuta jamaa anawazoa watu mjini hata 5 6, anapeleka kwa mganga wake Malawi. Sasa Yesu amezaliwa, shawishi watu waje nyumbani kwako. Kuna watu jamani, mmemwona Yesu nye? Anajua tu kusema tumekalia sadaka. Jamani, amina kubwa sana. Jamani, amina kubwa sana. Kama Yesu ametenda, unanyamazaje? Na upenda wimbo mmoja, mwimbaji mmoja anasema, nawezaje kunyamaza wakati umefanya namna hii? Unawezaje wewe kunyamaza? Jana niliwaambia nikasema, asingekuwa Yesu wengine hata afya hizo msingekuwa nazo. Yesu amefanya pakubwa sana, lakini kila mwezi ulikuwa ni kuumwa. Mara nyingine ni kwa mganga, lakini Yesu alipoingilia kati, wewe kwa mganga upeleke hata hizo kuku, una afya njema. Yesu aliingilia kati. Lakini pamoja na yote umebaki na ile furaha tu kwamba Yesu ameniokoa. Nampenda Yesu. Utaki kuambia wengine.
Nampenda sana Yesu. Ila kuambia watu, jamani, ni sawa na mtu unapewa sukari, alafu unaambiwa au asali, alafu wanakwambia usimeze, usimunye, usiteme. Alafu asali umewekewa mdomoni, lazima utamunye, lazima. Na kumeza utameza. Mimi nina wasiwasi na wewe ambaye umempata Yesu aliwe mzuri kuliko hata asali. Umekaa kimya, hata uambie watu kwamba Yesu anaweza. Hata mtoto wa jirani anaumwa, ujitokeze kwamba ngoja niweke mkono. Ninaye Yesu, ninayo mamlaka mkononi mwangu. Ngoja niombe. Unashindwa kuniweka wazi kwenye wokovu. Nasema Yesu amezaliwa, anza kuniweka wazi. Ulichokipata ni cha thamani, ni cha thamani. Wokovu ulio nao ni wa thamani sana. Hadi wachawi wanaona moto kwenye nyumba yako. Wewe hujui kama umezingirwa na moto. Wokovu mzuri. Wanakuja kuloga, wanakutana na moto. Alafu wewe unaona sawa tu. Nilikula sana chakula pale usiku, nikalala vizuri. Kumbe walikutembelea. Amen. Ila wakakutana na moto. Umekuzingira. Na ndio maana wakati mwingine mtu mwingine ni mzee, ukimwambia za asubuhi anakuambia shikamoo mwanangu. Unatakiwa uitike, sema marahaba. Maana yake huyu mzee alikuja kwako akakutana na moto. Haleluya. Kwa nini asikupe shikamoo? Lazima mwambie shikamoo. Usishtuke. Unasema mzee huyu ameniambia shikamoo. Kuna kitu alichokikuta, unastahili shikamoo. Itikia shikamoo za wakubwa. Wanasema shikamoo. Itika. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unajua Yesu anatuheshimisha wapendwa. Anatuheshimisha. Amezaliwa sasa tunapofanya hii kumbukizi.